siku zote salama panapo pendo. Yesu niwe wako kabisa, ndipo pata kuwapo pendo nyumbani. Nitakaa salama, sitaifanya dhambi, nitabariki watu panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Tuwapa nafasi ya kuimba tena. Kuneni wasaa wa kwenda kufunga pingu za maisha kati ya vijana ambao wamekubaliana. Kwa hiyo leo wanafanya haya. Sasa hawa watu wamekubali wenyewe. Sawa, wamekubali wenyewe. Sisi tunakamilisha maazimio yao kati ya mpaji Esau na Esther. Esther nani? Chananja. Haleluya. Muha na Msukuma. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mpaji Esau, Esther Chananja. Anachana njia huyu anapewa vipaji vingi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni siku nzuri, vijana wamengojea kama kungojea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa sababu hata ile tarehe ambayo ilikuwa imewekwa, mzee akaniambia tumetangaza ndio, lakini tunasogeza tena mbele. Sasa mpaji akawa anangojea siku atakayo kupokea bwana harusi wake. Sasa leo ameniamsha mapema asubuhi. Nikamwambia tunaenda wapi sasa hivi rafiki yangu? Ndio mtukaji, ndio kuwani. Hata nakuja njiani kila wakati ananipigia. Uko wapi? Ndio kwenye bodaboda sasa hivi. Akanipigia tena, umefika wapi? Yaani ndio nakaribia. Haya uje nikamuuliza. Bibi harusi yupo? Huyo bado ndio sijamuona hapa. Ndio angalia. Lakini nashukuru hatimaye hayawi yamekuwa sasa. Haleluya. Na mpaji anangojea tu kipawa alichopewa na Mungu, muda mwafaka utakapofika. Sasa nampatia neno la Mungu kidogo, kwa sababu hatukuja hapa kwa ajili ya kusherehekea ndoa pia, lakini na kucelebrate neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ambalo ni uwezo wa Mungu letao Mungu kwa kila afanyaye nini? Aaminie. Kwa Myahudi kwanza na pia kwa nani? Kwa Myunani. Sasa Paulo anamaanisha Wayahudi na Wayunani lao ni moja. Anayewaunganisha haya mataifa mawili ni nani? Mungu. Akawaunganisha wawe kanisa hili moja. Nipate kuwa kanisa hili moja. Bwana huyu moja. Imani hii moja. Sasa hao nao wanaenda wanaunganishwa. Huyu ametoka tamaduni tofauti. Jawaha. Mungu wao wanaitwa Imana. Haleluya. Na huyu mwingine anatoka kwa Wasukuma, Wamecha Seba. Wamecha sio kurumba bwana. Seba mwokozi, mimi najua kuliko. Haleluya. Hadi hapo unasema asante kushukuru. Yaani anapokea hizi sifa ambazo alikuwa hazielekei kwake.
Bwana asifiwe sana. Tamaduni mbili tofauti zinakutanishwa. Mungu anakuja na mila hii, anakuja na mila hii, tamaduni tofauti, makuzi tofauti. Basi wakija kuwa ndani ya Yesu kama wanakwaya walivyoimba, zile zinakuwa harmonized, zinaunganishwa, inakuwa ni tamaduni moja ya Injili. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayefanya nini? Amini. Sasa fungu letu nalisoma katika Mathayo. Yesu aliongelea habari ya ndoa. Katika Yohana alihudhuria tukio kama hili, harusi huko Kana ya Galilaya, akageuza maji kuwa nini? Divai. Na wanafunzi wakaona utukufu wake, walishiwa divai. Alafu mama yake akamwambia, wameishiwa divai, kana kwamba mama Aisha mfahamu Yesu kama mwanae, lakini alipozidi kumtazama akaona huyu ni Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Na amemsaidia katika changamoto mbalimbali za maisha. Kwa hiyo walipoishiwa divai, akachukua nafasi hiyo kutaka kuwatambulisha jembe aliye naye, haleluya, kwamba wameishiwa divai. Yesu akamwambia mama, tena hakumwambia mama, alimwambia mwanamke, muda wangu bado. Sasa muda gani? Anaongelea habari ile atakapoinuliwa juu. Anasema hivi, saa imekuja atukuzwe mwana wa Adamu. Mimi nikiinuliwa juu nitawakuta watu wote waje kwangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo saa yake ilikuwa haijafika, maana mama alitamani ajidhihirishe haraka kwamba yeye na hao watu wamjui. Mimi ninajua tangia malaika amenitokea, amenitambulisha, anakuja Masihi, na nimepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na sasa yuko hapa mbele yenu, na ninyi hamtambui, mnashangilia huyu bwana harusi na bibi harusi, hamjui huyu aliye hapa. Mbea mama, tulia. Mambo mazuri hayahitaji nini? Masai upo. Mambo mazuri, unanisikiliza kweli? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mambo mazuri, ngoja niweke miwani hichi. Mambo mazuri hayahitaji nini? Haraka. Jiandae vizuri kwa ajili ya siku yako. Ndio maana Sulemani alipo katika mungu ulio bora. Anasema, enyi binti za Yerusalemu, kwa panda na kwa ayala, msiamshe nini? Mapenzi, wala msiachochee nini? Mapenzi, mpaka yatakapoona vyema yenyewe. Haleluya. Penzi likomae. Bwana asifiwe sana. Na anasoma sasa katika Mathayo 19:4-6, anasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Kwanza hilo fungu lenyewe limejaa mambo mengi, kana kwamba Mungu amechukua fungu moja tu, lile la Mwanzo sura ya kwanza fungu la kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, ila badala ya kusema mbingu na nchi, pale kwenye mbingu akaweka mume, pale kwenye nchi akaweka mke. Ndio maana anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mpaji na Esta. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukaweka ndoa yako hapo. Unaweza ukasema hapo mwanzo Mungu aliumba Eno na nani? Esta. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Enoki huyu na Miriam. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Dani na Rusi. Haleluya. Dani, uko vizuri? Bwana asifiwe sana. Ila tu bado rafiki yangu yule
mwalimu wa watoto yuko wapi? Gasaya, bado Gasaya, sijasikia Gasaya na sijui Chagaya, sijajua. Bwana asifiwe sana. Ila namwambia na yeye hapa, maana na kike sema mambo ya watoto. Sasa siku ukipata mwenzake mabawa yataongezeka kasi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo ni siku tu ya Mpaji Esau na Esther Chananja, ndio siku yao. Ila lazima tutoe picha ya Yesu, waione kwanza picha ya Yesu. Kwa hiyo Yesu anaposema hapo mwanzo, yeye aliyewaumba aliwaumba mtu mume na mtu mke. Kwa hiyo na kilele hapo fungu la 6 nasema hata wamekuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hapa Yesu anaongelea habari ya picha ya ndoa zote, na katika ndoa zote anachora picha ya kanisa lake, na kanisa lake ni muunganiko kati ya mbingu na nchi. Siku mbingu na nchi zitakapoungana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio hiyo tunaambiwa katika Efeso sura ya 5, sura ya 4, samahani. Kabla ujaenda sura ya 5, anasema sura ya 4. Anasema hivi, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama mlivyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Mkichukuliana katika nini? Upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha nini? Cha amani. Mwili mmoja, roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Unaweza kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Bwana asifiwe sana. Lakini ukifika kilele chake katika sura ya 5, anasema sura ya 5 sura 22, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii nani? Bwana wenu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii Kristo, vivyo hivyo nao wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase kwa sabuni ya maji na neno. Neno anasema hivi, ili kanisa limpende Kristo, ili kanisa limpende Kristo, Mpaji ili Yesu ampende milele, kumuokoe kwanza. Sisi tunampenda kwa sababu yeye anapenda kutuokoa. Unaelewa? Fumbo unalipata. Fumbo mfumbulia mfumbie. Fumbo mfumbie nani? Mjanja ataitambua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapo wokovu ni wa muhimu. Mkaangu Esther, amen. Unadhani bure inakuja bure, inalipiwa. Haleluya. Haleluya. Mpaji huko. Bwana asifiwe sana. Lakini Esther anasikiliza. Ama ngojea, ipo kweli au? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja nataka kuambia. Kitu kitakachoanza kuunganisha mbingu na nchi. Mbingu na nini?
na nchi. Ni Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 6. Hebu tusome. Leo hakuna msomaji, nasema mimi mwenyewe samaka na kitabu kwa mafuta yake. Anasema hivi, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Pembe 7 na nini? Macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Roho 7, weka mkazo. Roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Bwana asifiwe sana. Nini maana ya roho 7? Roho 7. Tumuombe Mungu leo atumie roho 7 za Mungu kutoka mbinguni kuja duniani. Zilikuwa mbinguni. Ukisoma sura hiyo pia, ile sura ya 4, utaona hizo roho 7 zilikuwa zinasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Na anasema hivi, Injili ya Yohana kulingana na Ufunuo sura ya 4 fungu la 2, anasema, na mara nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ulionekana mithili ya zumaridi, na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti naliona wazee 24 na wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto ziliwaka mbele ya kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Bwana asifiwe. Mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ukija sura ya 5 fungu la 6, anasema roho 7 za Mungu zilitumwa ziende kwenye dunia yote. Kwa hiyo sura hizi mbili zinaonyesha kifo na ufufuko wa Yesu. Yesu alipofufuka, ile anaposema saa imefika, mwana wa Adamu atukuzwe, sasa hukumu ya ulimwengu ipo, mkuu wa ulimwengu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu nitawavuta watu wote waje kwangu. Sasa kuinuliwa hakutoshi kuinuliwa msalabani, anamaanisha zaidi, yaani ndio msalaba wa aibu, ndio msalaba wa utukufu. Alipokufa akatukuzwa, akafufuka, akainuliwa juu kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na kule alipoketi akatukuzwa. Malaika wakamwimbia usiku na mchana, wakamtukuza wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Dunia yote imejaa utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Ule utukufu sasa unakuja duniani. Alipofika kule akamuomba Baba, akasema, natamani kanisa langu lihuishwe, natamani kanisa langu liwe hai, natamani nahitaji mawasiliano na kanisa langu. Baba, ninaomba ahadi ulionipa ya Roho Mtakatifu aende duniani. Ndio Roho Mtakatifu akashuka duniani siku ya Pentekoste, na wanafunzi waliambiwa waombe na kufunga. Siku 10 wanaomba, wanamlilia Mungu, wanatubu dhambi, wanaungamaniana mambo ya dunia, kisha mbali jalishe muungamaniane, msameheaneni. Ndipo Mungu anapenda mahali penye upendo, mahali penye umoja, atampaje Esa nyumba yenu iweze kustawi katika pendo. Pendaneni, ungamanianeni, shirikianeni. Haleluya. Ndio Mungu anataka kukaa kati yenu. Bwana asifiwe sana. Hiyo inaitwa mvua ya vuli na mvua ya masika. Mvua ya vuli na mvua ya nini? Ya masika, mvua ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi leo tuombe sana Mungu atutumie Roho Mtakatifu aje duniani kwa kiwango cha kutosha. Kwa kiwango cha nini? Cha kutosha. Ni kama vile utoshelevu wa mvua za vuli kwa ajili ya kuotesha mbegu. Hali kadhalika ndio wa Roho Mtakatifu unaotesha mbegu ya neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Halafu hiyo ni mvua ya vuli inaotesha mbegu. Halafu mvua ya masika inakamilisha mavuno ya mwaka. Yesu alikuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sio kwamba ni ule mwaka aliohubiri. Kwanza alihubiri miaka 3 na nusu, kwa hiyo sio mwaka.
anamaanisha mwaka wa Injili, enzi yote ya Injili, na amekuja kuzindua ujio wa mvua za vuli. Hata Yohana anapokutana na wanafunzi wa Yesu, anapokutana na Yesu, anapokutana na makutano, anasema jamani, mimi nataambia na waambia ufalme wa Mungu umekaribia, mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mimi natangulia kwa ubatizo wa maji, aliye nyuma yangu amebeba wingu zito, yeye amebeba wingu la mwaka wa Bwana, atahakikisha mavuno yametokea na kutakuwa na mavuno ya watu tutakaoenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu anapokuja, na Yesu anasema Mungu hatoi roho kwa kipimo. Ni sisi tulio hatuko tayari, lakini sisi tungemwagika. Tunapojizidi kujidhili, ndivyo tunavyozidi. Anayejidhili anakwezwa, ndivyo tunazidi kuinuliwa. Mungu anazidi kushaka Mtakatifu. Vunja viburi, vinyongo, vunja kahaba, vunja vyote. Roho Mtakatifu aje. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa kiwango cha kutosha. Yesu anasema katika narudia katika Yohana sura ile ya 3, anasema usipozaliwa kwa maji na kwa roho hautaona ufalme wa Mungu. Halafu sura 34 anasema kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyu anena maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu hamtoi roho kwa kipimo. Mungu hamtoi roho kwa nini? Kwa kipimo. Haleluya. Malizia sasa. Maana nimeshachelewa wenyewe, mtinisingizie mimi. Haleluya. Ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yaani ni enzi ya Injili na ujio wa ubatizo wa mvua na moto wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Moto, mvua na nini? Ubatizo wa maji na ubatizo wa nini? Wa moto. Matokeo yake ni tuangalie kwanza katika Ezekieli 43 fungu la kwanza hadi la pili. Hii mvua ya masika inavyoelezewa. Ezekieli 43 fungu la kwanza na la pili. Anasema hivi: kisha akanileta mpaka langoni, yaani lango lile likianza upande wa mashariki. Upande wa mashariki ni uelekeo wa ujio wa Yesu mara ya pili. Haleluya. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Hebu piga picha mvua inayokuja. Sasa hivi vuli iko karibu. Haleluya. Sasa lile wingu la vuli wakati wa kiangazi kama huu, hiki kipindi cha joto na jua kali, utaona mawingu yanakusanyika, kuna uwepo na wingu, maji mengi. Sasa katika hilo wingu kuna uwepo na moto unabebetuka. Radi. Alafu ukisikia maji yanashuka, matope yanashuka, unasikia kama mshindo uko. Alafu na kitu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hiyo taswira inawekwa hapo. Maono anasema hivi: huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Nchi iling'aa kwa nini? Fungu lingine hilo linalofanana na hilo ni Ufunuo sura ya 18 fungu la kwanza. Anasema sasa, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu. Yesu aliposhuka, Yohana anasema sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi, na akinena sauti, maneno yake yalikuwa kama radi. Haleluya. Mwenye mamlaka kuu anatangaza kwa Mola rasmi, nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Hiyo kulingana na vifungu vya roho ya unabii ni lugha ya mvua ya masika, kwamba hiyo mvua inayokuja, hilo wingu linalokuja linamfunika Mwokozi. Ni mvua ya Roho Mtakatifu anapokuja mara ya mwisho kwa ajili ya mvua ya kuwekewa muhuri, tayari kwa ajili ya kumlaki Yesu mawinguni. Bwana asifiwe sana. Na Roho tunaposhuka anaitwa roho ya uhai. Roho ya uhai kutoka kwa Mungu anakuja kwa ajili ya ufufuo wa kanisa lake linalokufa. Yaani mwanamume ndiye anamfufua mkewe. Haleluya. Yaani mke bwana, sasa kile anakuwa kama amekufa, lakini kisha ongeleshwa na mume wake akipulizia kwa ile pumzi ya uhai, na yeye ndio anafufuka na kuwa hai. Haleluya. Asifiwe. Roho Mtakatifu analeta ufufuo. Haleluya.
inaitwa roho ya uhai kutoka kwa Mungu. Namna Yesu Kristo alipokufa akafufuka siku ya tatu, Roho Mtakatifu analeta ufufuo kwa kanisa. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tumuombe Mungu amtume Roho Mtakatifu wa uhai duniani ili kufufua viumbe vyake vya kiroho vilivyokufa kiroho. Hata watu wa Biblia lishe kama mmekufa kiroho, tumuombe Mungu mvua ya masika atafufua roho ili tumtukuze Mungu katika uzima kamili. Hatuwezi kumtukuza Mungu bila kuwa katika uzima kamili, yaani bila kujazwa Roho Mtakatifu, bila kujazwa upendo. Pendo la Mungu linamiminika tu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bila kujazwa Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa hai, hatuwezi kufufuka, hatuwezi kumsifu Mungu na kumwimbia mpaka tumeonja. Haleluya. Ninaongea kwa mafumbo au kwa uwazi? Shauri kama wewe uelewe. Mimi ninamaliza. Mwenye sikio na afanye nini? Asikie Roho ayaambia nini makanisa au kanisa lake. Kufufua viumbe vilivyokufa tayari kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika uzima kamili. Na kumtukuza Mungu, hiyo ndio sharti linalotakiwa. Mcheni Mungu na mfanye nini? Na kumtukuza. Ni sharti linalotakiwa tayari kwa ajili ya kumraki Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili, ambapo kanisa litaungana na Bwana wake. Ndio inatokana katika Ufunuo tunasema, shangilieni maana harusi ya mwana kondoo imefanya nini? Imekuja. Tuwe hai katika Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafi, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Zekaria 10 fungu la kwanza. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, na Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atakuwa nyasi kondeni. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Hosea sura ile ya 6 fungu la 3, Hosea 6 fungu la 3 anasema hivi, nasi na tujue na tukaendelee kumjua Bwana. Tukaendelee kumjua nani? Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama ya mvua ya vuli inyeshayo nchi. Katika Hosea ujio wa Bwana unafanana na mvua ya vuli inyeshayo nchi. Katika Zekaria ujio wa Bwana unafananishwa katika mvua ya masika. Bwana asifiwe sana. Mvua ya manyunyu inayokamaza mavuno. Na anayekamilisha, anayefunga kazi sasa ni Yakobo sura ya 5, anasema fungu lile la 7. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Nani vumilieni, mthibitishe mioyoni, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Anamaanisha ni mazao ya kiroho, ni sisi binadamu. Je, tuko tayari? Bwana asifiwe sana. Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame. Baba Mungu Mwenyezi, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tazama watu wako mbele yako kushuhudia ndoa hii kati ya mpaji Esau na binti yako Esther Tananja. Mungu wangu, kasimamie tukio hili. Lakini tunapotafakari juu ya tukio hili takatifu, tunaona utakatifu ulio mkubwa zaidi wa ndoa kati ya Kristo na kanisa. Tunapoona marejeo yako yamekaribia, Mungu wangu, tusaidie tuwe tayari kwa mara ya pili. Ututumie Roho Mtakatifu ambaye atatuandaa tayari kwa ajili ya siku hiyo kuu, siku kuu ya ujio wako. Tuwe tayari, Mfalme, tukulaki mawinguni. Tunaomba na kuamini kwa jina lako kuu lililotukuka milele zote, jina la Yesu Kristo. Amen.